Je, unamkumbuka Rich Mavoko? Stories kwa comments zinasema Diamond Platnumz signed him kumleta karibu amalize music career yake. Same stories zilisambaa about yeye kumaliza ya Motoband. But usichokijua, managers wa ya Motoband pia alikuwa mwanafamilia ya Wasafi na ndiye aliyesponsor Diamond Platnumz akaja kwa limelight. People can talk, but wacha tuseme hivi. That aside, after kutoka WCB, juu alifeel kubaniwa asitoe ngoma. Inasemekana Harmonize ndiye alikuwa kipenzi cha Diamond Platnumz na angetoa nyimbo anavyotaka. Hata Mbosakana alishawahi kudhibitisha hilo. Mavoko alipakwa mafuta kwa kutoa wimbo wa Ibaki Story pindi tu alivyoingia Wasafi Records. Wasafi ikawa moto wa kuotea mbali. Kuanzia Harmonize, Rayvanny, Diamond Platnumz na Rich Mavoko na Queen Darling, lebo ikawa level zake. Kipindi hicho unakumbuka ilikuwa wakitoa nyimbo wote wana trend, inakuwa Wasafi peke yao ndo wana trend. Kwa kweli ilikuwa noma sana kwa kipindi hicho. Baada yake kutoka na umiliki, nyimbo alizotoa na lebo hiyo kubaki Wasafi, hata jina lake likawa kama vile Wasafi ndio walimbrand. Mavoko hangeweza kuperform na hizo nyimbo wala kufanya interviews kwa muda mrefu, ila akaamua kuanza upya na kubadili jina hadi Billionaire Kid. Kwa sasa na subscribers 300,000 pale YouTube na nyimbo zake zimeanza kufanya vizuri kama hapo awali. Nyimbo zaidi ya 4 ametoa mwaka huu, ikiwemo Ananipenda, Siwezi, moja ikimshirikisha Kusa, zingine kazitafute YouTube channel ya Billionaire Kid. Unaamini Rich Mavoko atarudi kwa level yake ya zamani au ndo ile msemo wanasemaga mtu akitoka Wasafi ama akipewa shavu na Diamond Platnumz huwa aendelee? Je, unaona ni kweli atatoboa au ndo amepotea hivyo ama ndo amepotea? Rich Mavoko mwenyewe ana talanta. Kwa kweli tunakubali ana talanta ya uimbaji na performance. Kwa hiyo tumtakie tu mema. Twende tukamsupport kwa kuangalia video zake YouTube na tusubscribe.